Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya sikukuu ya familia takatifu Yesu, Maria na Yosefu. Masomo yetu matatu yote yanatueleza juu ya msingi wa familia ni Mungu. Familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu ni familia mpya inayotengenezwa na Mwenyezi Mungu na kuanzisha taifa jipya lenye msingi wa haki, amani, upendo, uvumilivu, kuheshimiana na kuonyana kwa upendo, kwa saburi, kwa nyimbo na kuongozana. Asiwepo mtu yeyote wa kumlaumu mwenzake. Katika somo la kwanza kutoka kitabu cha nabii Yoshua bin Sira, sura ya 3 aya ya 2 hadi ya 6 na aya ya 12 hadi ya 14, tunapata ujumbe wa baraka ya wazazi kwa mtoto. Baraka ya wazazi kwa mtoto. Somo hili linatufundisha maana ya familia na baraka ya wazazi kwa watoto wao. Familia ya Mungu ni familia yenye baraka kwa watoto wake. Baba mwenye kufundisha vema watoto wake atapata baraka hizo kwa watoto wake. Tunaona somo hili linatupatia ufahamu wa mtoto kuwatii wazazi. Mama anakazia juu ya kumwonya mtoto na kumwongoza juu ya kumheshimu baba yake, kumchukulia katika hali yake, katika uzee wake, katika kupungukiwa ufahamu wake, amchukulie kwa upole. Kumbe malezi bora ndiyo matunzo bora pia ya wazazi kutoka kwa watoto. Heshima kwa wazazi inatengenezwa na wazazi wenyewe kwa watoto wao. Mtoto akilelewa kwa kuheshimu, naye atakuwa mwenye adabu, mtiifu na mwenye heshima kwa wazazi na watu wote. Mtoto mwenye maadili atamuia kwa upole mzazi wake pindi apungukiwapo ufahamu wake. Mfano, wazee wetu, wazazi wetu ambao sasa wamekuwa wazee na wengine akili zinarudi utotoni, tunapaswa kuenenda nao kwa upole. Je, sisi watoto ambao tunakuwa katika kipindi hiki cha karne ya 21 tunawawia kwa upole wazazi wetu, au ndio tumekuwa visingizio vya kuwasingizia mambo mengi makubwa, kuwaita wachawi, wanatunyima baraka, wanatuzuia tusifanye shughuli zetu kwa sababu tunahangaika kuwalea na kuwatunza? Tutambue kwamba bila wao sisi tusingekuwa hivi tulivyo. Wao walipoteza muda kutulea sisi, kututunza sisi, kutusomesha, kutuuguza na katika mambo yote mbalimbali ambayo wamepitia. Changamoto nyingi juu yetu wamezipitia, lakini walivumilia, walituchukulia kwa upole, walitupenda, walituheshimu, na ndiyo maana leo hii tupo jinsi hii tulivyo. Wewe kama mtoto unawachukuliaje wazazi wako ambao hawakusoma kabisa, lakini wewe wamekusomesha? Umekuwa msomi, umewadharau, una utii, huwapendi, unaogopa hata kuwaonyesha kwa rafiki zako ambao ni wasomi wenzako. Leo kizazi hiki kina maadili na kina utii kwa wazazi wao. Hivyo basi tutafakari juu ya somo hili, baraka ya wazazi kwa watoto. Ndio maana tunazikosa baraka za wazazi kwa sababu ya kutokuwapenda, kutokuwathamini na kuwatunza. Somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, sura ya 3
aya 12 hadi 21 tunapata ujumbe wa upendo kifungo cha ukamilifu. Upendo kifungo cha ukamilifu. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai unatufundisha tunu za familia ya Kikristo. Sisi kama familia ya Mungu na wafuasi wa Kristo tunapaswa kuishi tunu za watakatifu wapendwao, nazo ni kama ilivyoorodheshwa. Nazo ni hizi: moyo wa rehema, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu na kuchukuliana katika hali zetu, kusameheana, na asiwepo mtu wa kumlaumu mwenzie, bali tumwige Kristo alivyotusamehe sisi. Ndugu zangu wapendwa, tuombe neema ya Mungu kuweza kutengeneza familia takatifu ya Mungu yenye kifungo cha upendo kinachotufanya tuwe wakamilifu, na tunaitwa kuwa wakamilifu, watakatifu, wapendwao. Sisi ni watakatifu, wapendwao na Mwenyezi Mungu. Hivyo tujivike moyo wa rehema, upole, uvumilivu, unyenyekevu, utu wema kwa kila mmoja wetu. Pia tukizingatia haya, tutakuwa na familia bora, familia bora ya Kikristo na familia bora zinazoanzisha mpango wa Mwenyezi Mungu na kuendeleza kazi ya uumbaji. Tukae na neno la Kristo kwa wingi. Tukikaa na neno la Kristo kwa wingi ndani ya mioyo yetu, tutafundishana, tutaonyana kwa saburi, kwa unyenyekevu, kwa upole, na yote tuyafanye katika Kristo. Upendo na utii kwa familia ni msingi wa utakatifu na ukamilifu katika Mungu. Je, sisi tuna upendo katika familia zetu? Je, tuna utii katika familia zetu? Tunaweza kupata sasa huo utakatifu kama hatuna upendo na utii katika familia zetu? Ukamilifu wa kimungu ndani ya familia zetu utapatikana kwa namna tunavyoishi leo hii. Kama taraka ni jambo dogo tu, watu tayari wamepelekana mahakamani, sehemu ambayo hata hawakuweza kwenda kusimama mbele ya Mungu na kumwambia Mungu, tazama pendo hili, tunapendana, tunaheshimiana katika raha na tabu, katika shida na magonjwa. Lakini baada ya kadhia chache au ndogo tu, tayari watu wanafikishana mahakamani na watu wanadai taraka na kuachana na kuanza kutafuta tena wenza wengine. Je, upendo ndicho kifungo cha ukamilifu katika maisha haya? Utii ni wajibu, pia upendo ni wajibu. Bila hivi familia takatifu hatuwezi kuwa nazo. Tunapaswa kuwa na wajibu katika utii, wajibika katika kutii. Naambiwa enyi wake, watiini waume zenu. Enyi waume, wapendeni wake zenu. Enyi watoto, watiini wazazi wenu. Nanyi akina baba, msiwafanye watoto wenu wakate tamaa. Hivyo kumbe kila mmoja anapaswa kuwa na wajibu wake ili kuweza kulinda maslahi ya familia, na kila mmoja akaishi kwa upendo na ukamilifu. Na somo la Injili linaeleza juu ya wajibu wa majukumu ya kila mmoja wetu, na hasa majukumu ya baba. Upendo na ulinzi. Somo hili linatupa ujumbe wa upendo na ulinzi. Injili inatufundisha upendo na ulinzi. Yusufu anaipenda familia yake na anaipigania na anailinda kwa hekima na neema za Mungu alizojaliwa. Tutambue kwamba Yusufu aliogopa kumchukua Mariamu kwa sababu ya ujauzito ule aliokuwa nao, haukuwa si wake. Lakini mpango wa Mungu, alitakiwa yeye ndiyo awe baba na mlinzi, mlezi
mtunzaji na mpiganaji wa kuhakikisha familia hii inaishi kitakatifu. Mungu anamwongoza kuipeleka familia mbali kwa sababu ya maadui, kwenda kuificha, kuitunza, kuilinda, anaipigania, kuisafirisha. Mkristo, uonapo hali si salama katika mazingira uliopo kwa ajili yako mwenyewe na kwa ajili ya familia yako, usisite kuichukua familia yako na kuipeleka uhamishoni, kuificha dhidi ya watu wadhulumaji. Hivyo tunapaswa kulinda uhai wetu. Unapoona mazingira si mazuri, kimbia. Mungu alimwongoza Yusufu aikimbize familia hii, aipeleke mahali salama mpaka maadui hao watakapoangamia. Baba, je, unailinda namna gani familia yako leo hii? Unaipenda familia yako namna gani? Hivyo tunapaswa kuwajibika. Akina baba, hata akina mama, tuwajibike kuzipenda na kuzilinda familia zetu. Tuzilee, tusije tukabaki kulea familia za wengine, za majirani. Familia yako unaiacha. Unahudumia mwanamke si mke wako, unahudumia mwanamume si mume wako. Ni sawa na gari la STK, unaendesha na kujidai, kumbe si lako. Baada ya muda unanyang'anywa, linabaki ofisini, lakini ukitoka nalo mitaani unajifanya ni la kwako. Mume wa mwenzako ni sawa na gari la STL, unaendesha tu. Mke wa mtu mwingine ni sawa na gari la STL, wewe kazi yako ni kuendesha tu, na mwisho utalirudisha tu, utaliacha, na mwenye umiliki ataendelea kulimiliki. Hivyo tujitafutie mazingira mazuri ya kuzipenda familia zetu na kuzilea na kuzihudumia vile ambavyo mpango wa Mwenyezi Mungu umetutaka. Ndugu zangu, tutunze familia zetu, na hasa katika karne hii ambayo sasa imekuwa karne huru zaidi kupitiliza, isiyokuwa na malezi mazuri katika familia, baba, mama na watoto pia. Hakuna heshima kwa kila mmoja wetu. Turudi tena, tuanzishe upya heshima na msingi wa familia ambayo Mungu mwenyewe aliuanzisha, ili tuendeleze kazi yake ya uumbaji na malezi, ili tuendelee kuwa na familia takatifu katika ulimwengu wa sasa. Tumsifu Yesu Kristo.